Asubuhi inapofika, Amanda akaamua kumfuata Demba, akasimama getini na boksi lake bwana. Kisha bidada akamtumia Demba meseji kumwomba aonane, lakini baada ya muda gari ya Bosi Gimbu na mkewe inafika pale. Demba akatoka nje. Bosi Gimbu akamwonya Demba na kumuuliza kwa nini anaondoka na gari bila ruhusa yake. Kumbe Demba anafanya kazi hapa kama dereva wao bwana. Yaani kiufupi huyu mwamba hana ubilionea wowote ule. Lakini Bosi Gimbu akauliza kuhusu binti aliyesimama getini. Demba akasema kwamba huyu ni muuzaji wa sabuni tu na hapa amekuja kuomba kazi za ndani. Oho. Baada ya hapo Demba akamwambia kweli Amanda kwa yeye sio tajiri, hana ubilionea wowote ule, sana sana yeye ni mnanionea tu. Na akaweka wazi kwamba alimdanganya Amanda ili apate penzi lake tu. Kwa akamfukuza Amanda kwa kumsukuma ili asimharibie kazi yake. Bidada ya kuamini kabisa, alibaki analia tu, yaani mbwembwe zote Amanda zilimwisha. Wanaambia machozi ndio yakawa sehemu ya maisha yake. Alikuwa barabarani, bidada alikosa umakini kabisa.